Shatila aliingia nyumbani kwake huku akiongea kwenye simu na bosi wake akisema, samani mkuu, hivi uliituma ile milioni 1 niliyokuomba uitume kwenye simu ya mke wangu? Bosi wake alijibu kuwa tayari ameshatuma, na ndipo alipomgeukia mkewe na kusema, Sonia, hebu angalia simu yako, kuna pesa itakuwa imeingia. Mkewe aliitazama simu yake na kusema, ndiyo, kuna pesa imeingia. Na ndipo Shatila alimgeukia na kusema, ulihitaji gari jipya na iPhone, basi nenda kanunue, na pesa itakayobakia basi utafanya shopping zako na mambo yako mengine. Baada ya kuongea hivyo, aligeuka na kuingia ndani bila hata kutazama nyuma. Siku iliyofuata saa 8 za usiku, mkewe aliamka na kumkuta Shatila bado anafanya kazi kwenye laptop yake. Akamwambia, mume wangu, ni usiku mwingi sasa, njoo tulale. Shatila akajibu na kusema, nenda kalale wewe, mimi lazima nimalize kazi hii usiku huu. Siku iliyofuata Shatila alijiandaa kwenda kazini huku akiwa anaongea na bosi wake kwenye simu, lakini kabla hajatoka mkewe akamwambia, Shatila, anahitaji kuongea na wewe. Lakini kama kawaida alikataa na kutaka kuondoka, lakini Sonia alikaidi na kumwambia, mume wangu, lazima unisikilize leo. Shatila, kuna nini kwani? Huku akitaka kuondoka. Sonia akamwambia, kwani kuna nini kinaendelea mume wangu? Siku hizi unatoka mapema sana kwenda kazini, lakini ukirudi unachelewa, na bado ukirudi unakaa mpaka usiku wa manane kwenye laptop yako. Hivi unakumbuka hata mara ya mwisho mimi na wewe tulikaa lini tukazungumza? Kwa nini hutaki hata kunipa muda wako? Shatila kwa utulivu akamwambia, unakumbuka miezi michache iliyopita ilitokea nini? Nilirudi nyumbani kutoka kazini nikiwa nimechoka, nikakwambia tu nisaidie maji ya kunywa. Ulinijibu kwa jeuri, nenda kachukue mwenyewe. Nilikwambia, ni mapenzi gani hayo ambayo unashindwa hata kuniletea maji ya kunywa? Unakumbuka jibu lako kwamba mapenzi tu hayakamilishi mahitaji yote ila pesa, nyumba nzuri, gari nzuri, hayo ndio ninayoyataka. Nikaribia mwezi sasa nakwambia nahitaji gari, lakini huna uwezo wa kununulia hata baiskeli. Wenzangu wote wanakwenda sokoni kwa magari yao, mimi natembea kwa mguu. Hisi ni aibu kabisa hii. Kwa utulivu nilikwambia, sawa, nipe orodha ya vitu vyote unavyovihitaji, na wewe bila kusita ulinipa karatasi uliyoorodhesha vitu vyote unavyovihitaji, na ukasema unajua sintotimiza hata kimoja katika hivyo ulivyoviorodhesha. Lakini nilikujibu nikakwambia, sawa, nitajitahidi kuvitimiza. Sasa nilishakununulia gari na iPhone, nimekupa na pesa ya matumizi. Sasa najitahidi kufanya kazi usiku na mchana ili nitimize kila kitu katika hiyo orodha yako. Je, unajua kinachopungua katika hiyo orodha yako? Hakuna sehemu uliandika kwamba unahitaji muda wangu au uwepo wangu. Kwa hiyo najitahidi kutimiza vyote ulivyoviomba na si vinginevyo. Na hapo ndipo Sonia alipogundua makosa yake. Alimkimbilia mumewe na kumnyang'anya ile karatasi, akaichana kisha akamwambia, tafadhali nisamehe, sivihitaji tena hivyo vitu, nahitaji muda wako na mapenzi yako. Akanyenyekea na kumwambia, tafadhali nisamehe mume wangu. Shatila alimwangalia na kusema, mwanamke bora sio yule ambaye mume wake ni tajiri. Mwanamke bora ni yule ambaye mume wake anampa mapenzi ya kweli na muda wake. Kama kuna kitu umejifunza hapa, basi kiweke kwenye comment. Mimi ni Director Mo.